tunaomba tutengeneze jezi zako. Kwa nini? Vigezo na masharti umekizi. Vigezo gani? Kwanza kwenye renki unashika nafasi ya 4 Simba. Na kimataifa unafanya vizuri, hauna shondogo. Ushacheza robo finali 7. Na ushaingia kwenye makundi mara 7 na zote unafanikiwa unakwenda robo finali. Kwa hiyo kampuni yao itakuwa inasomeka duniani, Afrika. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Na vile vile number of fans, mna mashabiki ambao Simba ndio timu ambayo kwa Afrika ukimtoa National Rally ambaye ana followers something like 50-40 na anakuja Zamalek ana 20 na Simba anakuja na 10 ana milioni 17 na. Si umeelewa? Kwa hiyo hata kwenye mitandao ya kijamii Simba inasomeka. Si umeelewa? Kwa hiyo anajua kabisa chochote atakachovaa mchezaji wa Simba au shabiki wa Simba kitakuwa kinasoma duniani. Kwa hiyo vigezo na masharti vimezingatiwa. Ndio maana unamwona Mwamba kaja kuingia mkataba na nani? Na Simba Sports Club. Kwa hiyo kampuni ni ya Italy, makao makuu ni Italy na mwenyewe ni Muitaliano, ila South Africa ni branch. Kwa Afrika, upande wa Afrika makao makuu yake yako wapi? Kama vile unavyoona SuperSport ni Muingereza, si ndio? Lakini South Africa ipo SuperSport pale ambapo ndio DStv tunaitumia huko, ni branch yao. Kwa hiyo na hii branch iko wapi? Iko South Africa, lakini makao makuu na imekuwa established na Discovery ndani ya nchi ya Italy. Maana yake $1 ni kitu chenye thamani kubwa. JB, tunakumbuka mara mwisho kuna kitu ulizungumza kwamba Simba ni kama mwanaume ambaye anataka kuoa, anafuata taratibu zote. Hii kufuata taratibu kwenu kuanzia kushiriki michuano ya kimataifa kwa muda mrefu na mnafika hatua ya robo finali ndio kitu ambacho kimepelekea nyie pia kukutana na pesa hizi kwenye kampuni makubwa, kwa sababu wanawasoma kuanzia hapo awali mpaka hapa hatua kwa hatua. Unajua kuna kitu kinaitwa consecutive. Yaani kitu kiende kwa mfuatano, yani ile series. Si umeelewa? Mimi ni mwalimu wa hesabu, kuna kitu kinaitwa arithmetic progression. Sawa, au geometrical progression. Yaani vitu vinaenda kwa kufuata. Yaani kama unaanza na 2, kwamba naongeza 2 basi 2, 4, 6, 8. Umeelewa? Kwa hiyo wewe mimi nikishaanza tu 2, 4, 6. Wewe unajua kabisa huyu bwana anaongeza ngapi? 2. Si umeelewa? Lakini sio naweka 2 mara nimeingia 8, mara nimeingia 11. Wewe utaelewa nini? Hautaelewa, si ndio? Sasa Simba ndivyo ilivyo hivi. Simba kama arithmetic progression, tunaenda kwa progress. Utaratibu. Tunaenda kwa utaratibu maalum. Ndio maana tunasomeka. Umeelewa? Sasa wao walikuwa wanatucheka sisi mwaka robo, lakini zile ni taratibu za kutafuta ufalme. Uwezi ufalme tayari unataka wewe. Leo umesomeka uko juu, angalia umecheza finali, robo finali, makundi mwisho. Lakini muangalie Simba. Robo 74 kacheza nini? Nusu finali klabu bingwa. 93 kacheza finali shirikisho. Katoka hapo 2003 anaingia nini? Makundi. Akapotea. Lakini kuanzia uwekezaji umeanza, Bwana Mo kutia hela yake pale. 16, 17, 18, 19. Simba alipoanza 18, 19, 16, 17, 18. Simba alikuwa anadenga timu. Kuanzia 18, 19 timu ishajengwa sasa. Tunaanza kupambana kimataifa. Simba moja kwa moja anaingia robo. Anatoka hapo robo. Anatoka hapo robo. Anatoka hapo robo. Hapo angalia robo zake. Robo ya kwanza akapigwa chuma 4. Robo ya pili tofauti ya goli 1. Robo ya 3 mikwaju ya penalti. Robo ya 4 mikwaju ya penalti. Robo ya 5 mikwaju ya penalti. Robo ya 6 imetokea bahati mbaya ndo tumepigwa nje ndani. Robo ya 7 watu nusu finali. Wako wanasema mnakufa kiume. Umeelewa eh? Wakawa wanatucheka, wametupa jina kabisa, wanatuita mwaka nini? Sasa wao tuwaite mwaka nani? Sasa wewe robo unamwambia mwenzio mwaka robo, wewe umeenda. Usikizarau kitu ambacho una uwezo nacho. Kwenda robo kwa mfululizo sio masiala. Simba ni timu pekee ambayo imeweka historia hiyo ndani ya misimu 7. Leo idadi yuko kapotea. Laja kapotea. Ndo wakubwa hao. Kipi Mazembe yuko kapoteana pia. Zamalek yuko wapi kwenye klabu bingwa unamwona? Yuko shirikisho. Sio, umeelewa? Kaizer Chiefs yuko wapi? Orlando ndo karudi sasa hivi. Kwa hiyo ukimwona mtu anaweka muendelezo
Yaani ile proceeding yake kwamba robo kila mwaka ukimpanga makundi tayari kashaingia robo finali. Hiyo timu iogope. Na ndio maana rais wa FIFA anamwagiza Mo, unakwama wapi? Hii tayari timu yako ina uwezo kuchukua ile kombe. Uwezo ukacheza robo finali 6. Na uwezo ukaa unacheza mashindano na majiant hao. Yaani giant yote akija wewe unamwazibu. Mbele ya rais wa FIFA hapa. National 2, Simba 2. Rais akawa anasikilizia. Anasikiliza kule tena Simba 1, National 1. Akasema huyu mwanaume huyu kashakuwa, wewe Diadola nenda kule. Nenda Tanzania. Kuna timu kule. Sasa ukiona kampuni kubwa ya jezi inakuja kuomba kandarasi kuitengenezea jezi timu ukanda wa East Africa, kwa sababu East and Central yote Simba ndio timu pekee mpaka South. Simba ndio timu pekee ambayo inafanya nini? Inatengenezwa jezi na Diadola. Umeelewa? Timu pekee, yani haya makampuni matano. Haya makampuni matano nakwambia yani. Adidas, Puma, Diadola, Nike. Si umeelewa? Who Sport. Hizi kampuni, umeelewa? Kwa ukanda wetu wa Afrika, Mamelodi ana Puma. National Rally ana nini? Ana Adidas. Simba ndo ana Diadola. Sasa wajiulize hivi vitu vidogo nyingine kwa nini vinavaa jezi GSM, siji nini, siji kitu gani? Unaelewa? Akitoka GSM akija mdhamini mwingine naye ataandika. Sasa sisi huku tumetoka kuvaa sanda sio kitu gani? Sasa hivi ngoma Diadola all over the world unasomeka kidunia. Ndio maana hawa wamekuja kuingia mkataba na nani? Na Simba. JB, kipindi ambapo anatambulishwa Jerut na kutangaza thamani yake ambayo ametoa kwa Simba milioni 38 kwa muda wa miaka 5, watu wengi walimbeza sana, unakumbuka? Watu wengi waliona kama kuna utapeli ndani yake, lakini mwisho wa siku kupitia yeye neema hiyo imeambatanisha na ule ubora wa Simba, kitu chenye thamani Diadola. Nini hiki picha gani wanapata watu ambao walikuwa wanamchukulia Jerut kama ni tapeli fulani? Katika kitu ambacho nilichokuwa naomba dua mimi, hii kampuni kubwa ni kampuni gani? Umeelewa Angekuwa labda vikampuni hivi vidogo au yeye aweke jina lake hapo, ningesema kwa yule jamaa anataka kutuletea utapeli. Lakini Diadola hawezi kutengeneza jezi ya Simba alafu mkataba ule ukawa fake. Unajua ni maneno ya mkosaji, unajua. Wanaimba taarabu. Kwa sababu thamani ya jezi yao ni ndogo. Thamani ya jezi ya Yanga mpaka unawaonea huruma. Mimi naendaga feri kununua samaki. Kuna samaki fulani wateja wangu wanawapenda sana kwenye mgawa wangu. Wanaitwa Sehewa. Unamjua Nguru Jodali? Anaitwa Sehewa. Yule Sehewa kule feri anauzwa 4,000 mpaka 4,500 mpaka 5,000. Yanga yani samaki mmoja wa Sehewa unapata jezi za Yanga 3. Samaki mmoja. Yani faida anayopata Yanga kwenye jezi yake. Jezi 3 unapata samaki mmoja wa Sehewa. Sababu kila jezi wanapata 1,300 sio 1,500. Kwa hiyo ili upate 4,500 maana yake uwe na jezi ngapi? 3. Kwa Yanga ili